athari ya kutofautiana katika dini, athari ya kufarikiana katika dini. Kuna kutofautiana na kuna kufarikiana. Si kama mnaelewa? Tunazungumzia kufarikiana. Kutofautiana inawezekana, huyu akawa na rai hii na huyu akawa na rai hii, na pia mambo yakaenda. Lakini kuna kufarikiana ambako sasa kunaleta magomvi. Inshallah leo tutazungumza masala haya. Wakad nahana alquranu an tanazu'i, Qur'ani imetukataza kwanza tusigombane, tusivutane kwa sababu zisizokuwa za msingi. Qala ta'ala, Allah sema wa ati'u Allah wa rasulahu, mtuini Allah na mtume wake. Wala tanaza'u, wala msivutane na kugombana. Waislamu kwa Waislamu bila sababu yoyote ya msingi, watu wanagombana, watu wanavutana. Nini shida? Kama ni dini irudishwe katika kitabu na sunna. Unakuta mara nyingine ni sababu binafsi, ubinafsi tu basi, au chuki binafsi. Hizi hazitakiwi katika dini kwa sababu zinarudisha nyuma. Mwenyezi Mungu anasema wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msigombana na kuvutana mkafeli, mtafeli. Wa tadhhaba rihukum, na nguvu yenu yote itaondoka, itabakia nyinyi ni watu wa kuvutana tu. Watu wanafanya mambo makubwa katika dini, wanafanya mambo ambayo yatawasaidia katika akhera yao, nyewe mnafanya vitu vya kuwarudisha nyuma, na akhera yenu mnaibomoa. Shauri ya magomvi. Wasbiru, nafanyeni subira. Napotokezea jambo ambalo hujaliridhia wala hujalipenda, basi fanya subira, fanya subira. Inna Allaha ma'as sabirin, siku zote Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Wakala ta'ala, na Allah sema kutuelekeza inapotokea kuna magomvi. Anatuambiaje Allah? Fa in tanaza'tum fi shay, ikiwa mtagombana mtavutana katika jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, jambo hili lirejesheni kwenye Qur'ani, lirejesheni kwenye Qur'ani na sunna, litapata majawabu. Haki, ugomvi wote ukirejeshwa katika Qur'ani na sunna, hauwezi kuendelea, huwezi kuendelea. Kwa sababu gani? Majibu yapo katika kile mnachovutana, yapo majibu, bisharti kushikamana na dalili na kuwa wacha Mungu. Na mtu pale inapombainikia haki kwamba hapa siko sawa, basi uache, tosha. Kisha Mwenyezi Mungu anatuambia in kuntum tu'minuna billahi, kurejea kwa Allah na mtume wake si jambo jepesi. Ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu vilivyo na mtume wake, rejeeni kwake, rudisheni mambo kwake. Wal yawmil akhir, na ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu siku ya mwisho, ipo siku ya malipo. Hii mivutano yenu ujue lazima itakuwa mbele ya Allah, mtakwenda kusimamishwa. Kama hamkufika mahala mkaridhiana, basi mtakwenda kuulizwa, kwa sababu katika hii mivutano kuna kulana nyama, kuna kunini, kuna kutaja aibu ya mtu, mambo binafsi kabisa yako katika dini. Mtu unakwenda unamuingilia mambo hayo, unafikiri wewe Mwenyezi Mungu atakuacha? Hii ni wewe umejiwekea akiba yako bwana, mpaka ushtuke urudi useme la bwana, ndugu yangu nilimkosea, ndugu yangu bwana, pale hatukwenda vizuri, naomba tusameheane. Mkiridhiana basi na Mwenyezi Mungu naye anaondoa. Kwa hiyo ndugu zangu, swala zima la kuvutana katika dini, hapana, haitakiwi. Magomvi bila sababu haitakiwi. Pale tunapokuwa na jambo, basi aulizwe wasemaje, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni ahlu dhikri. Ahlu dhikri ni ulama ambao wanazijua Qur'ani, wanaijua sunna, wanajua maneno ya wanazuoni na maana, wanafahamu mambo mengi na tarikhi, na wanazo ahalia ya kujua jambo hili hukumu yake ni hili. Waulizeni hawa, hakutokuwa na shida. Na kuweni na ikhlas. Pale inapoonekana huyu kapatia, mimi sikupatia, basi
Pia tumekatazwa kuwa na mijadala isiyokuwa ya maana.